Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naanza kwa mfano huu. Ili mtu ukatoe pesa kwenye benki, lazima uwe na account, na hiyo account iwe na pesa. Huwezi kwenda kwenye ATM ukachukua pesa, ukadraw pesa, alafu pesa hujaweka. Utapata pesa, maana yake hauna akiba. Sawa sasa kwamba kujibiwa katika nyakati za dhiki, maombi. Wakati mtu anajikuta una dhiki kweli ndani, kuna dhiki kuu, huwezi hata kusali. Labda magonjwa, changamoto mbalimbali za kibinadamu, huwezi hata kusali. Sasa kama haujaweka akiba ya maombi, yani kufungua account ya maombi mbinguni, kama hujafungua account, ni changamoto sana kupata majibu kwa haraka, kwa sababu upo kwenye dhiki kuu. Kwa nakushauri ndugu yangu, hebu fungua account ya maombi mbinguni, ili siku za dhiki zitakapokuja tuweze kujibiwa kwa wakati. Kuna siku utakuwa tumelala vitandani, hatuwezi kuomba chochote kile. Yaani ni shida pale. Utakuwa unafanya vituko pale. Lakini unapokuwa na account ya maombi mbinguni, kila mtu ana account kule mbinguni. Wewe Ana, wewe Helemani, wewe sijui Muislamu unaitwa Hemedi, kina Sharifa, jitahidi uwe na account ya maombi mbinguni. Kwenye nyakati za dhiki kuu, ile account ya mbinguni kule, ulio ipo kule mbinguni, sawa na account ya benki. Utakapokuwa na dhiki kuu, siku ya dhiki kuu itakapokuja, ile account ifunguliwe kule mbinguni ije kusaidie. Nakupa mfano huu. Jamaa alilazwa hospitalini, alikuwa anaambiwa nenda kanisani kasali, lakini hataki na mambo ya duniani tu. Siku amelazwa, ana neema tu ya kuongea. Akasema, jamani, nileteni msalaba wangu mkubwa na maji kwenye kikombe. Kitu hicho akifanya, anachukua ule msalaba anachovya kwenye maji. Chup. Alafu anakunywa. Anategemea apone. Mbona vituko hivyo? Lakini aliendelea hivyo kuumwa. Siku itokeni yuko baadaye, lakini ni vituko ambavyo alivifanya vile. Lakini hebu tujitahidi kuwa na account ya maombi, yani akiba ya maombi, ili siku za dhiki tuweze kusaidiwa. Kukumbusha tu siku ya leo kwamba usisahau kusubscribe, ili kila nitakapokuwa naweka mahubiri hapa, wewe wa kwanza kupokea. Asante sana, nabarikiwa sana.